Leo tutakuwa tunajadili bajeti ya mwaka wa 2026, mwaka wa 2027. Hii ni bajeti ambayo iliweza kusomwa hapo jana na Waziri wa Fedha John Mbadi, na tukaweza kuiona ile bajeti, ila kuna Wakenya ambao wameridhishwa na kuna Wakenya ambao hawajaridhishwa na hii bajeti. Tutakuwa tuna discuss kuhusu bajeti ya 2026-2027 ikiwa imemzingatia mwananchi ama imemtupa nje mwananchi, licha ya kwamba kuna ukosefu wa kazi nchini kwa asilimia ya juu kabisa, na pia kuna ukosefu wa fedha mifukoni mwa watu. So kabla sijaendelea, nitakupatia dakika moja uweze kusubscribe, kulike na kucomment, alafu nikirudi tena tutaendelea na video. Bwana, kama sasa nilivyosema ni kwamba bajeti jana iliweza kutoka, tukaona mambo kadha wa kadha ambayo yaliweza kutoka pale. Kuna wale ambao wamefurahishwa na hii bajeti na kuna wale ambao hawakufurahishwa na hii bajeti ambayo iliweza kusomwa hapo jana. So bajeti ambayo niliweza kusoma pale kwa 4.58 trillion Kenya shillings. Na ukizingatia kwamba Kenya sasa kuna ukosefu wa ajira kwa vijana, ushaelewa bwana, kuna ukosefu wa ajira, unemployment iko very very high. Alafu ukiangalia pia gharama ya maisha iko juu sana, elimu iko juu sana, yani vitu vingi viko juu, ushaelewa. Na hiki ni kitu ambacho mimi na wewe tunajua, mambo ni mengi. So kwenye hii bajeti, tunapoangalia bajeti, kwanza bajeti inaposomwa, ni nini ambacho huwa tunapaswa kukizingatia wakati bajeti inasomwa, na ni nini ambacho huwa kinamsaidia ama kinamnufaisha mwananchi wa kawaida kutokana na bajeti inayosomwa kila mwaka ya taifa. Ushaelewa, hilo ndo swali ambalo inafaa tukue tunajiuliza, licha ya kuwa sahihi ama hivi sasa tuko na very high rate of unemployment na gharama ya maisha pia iko juu. So tulitarajia kwamba hii budget inaenda kuwa ni budget ambayo inaenda kumjali mwananchi wa kawaida. Hii budget ilikuwa inaenda kusolve kile ambacho wananchi wanakipitia, ushaelewa, that is gharama kubwa ya maisha na pia viwango vya juu vya ukosefu wa ajira, ushaelewa. So we expected that this budget is going to tackle most of these problems, lakini kilichotokea jana ni tofauti kabisa. Licha ya kwamba bajeti iliweza kusomwa, deni likalipwa. Tukiangalia kwenye Wizara ya Afya, Kenya imeallocate 242.3 billion Kenya shillings ili kuweza kuzingatia masuala ya afya, of which that's understandable. Afya ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu, so spending a lot of money kwa vitu kama afya ni kitu ambacho kinaeleweka. 242.3 billion is a good figure, ushaelewa. Alafu kuna hii 1.54 trillion 1.54 trillion, not billion, 1.54 trillion ambayo ilitumika kwa ajili ya kulipa deni la taifa. So kwenye hii bajeti kulikuwa na 1.54 out of the 4.54, kuna 1.54 ambayo ilitolewa pale ili iweze kulipa deni, ambayo iweze kusettle deni ambalo tuko nalo, ushaelewa. Lakini sasa shida sio deni, ni muhimu sana kulipa deni, ila tatizo sio kulipa deni. So kuna mkopo ambao umepangwa kuchukuliwa wa 1.1 trillion eti ya kufanya maendeleo, ushaelewa. Kitu cha kwanza inafaa ujiulize, kwa nini ulipe deni kwa ajili ya kukopa deni? Hapo kuna mchezo ambao unaendelea na ni mchezo ambao watu hawajauelewa. Ndio maana niko hapa niweze kufungua macho niweze kuangalia, kwa sababu how comes ulipe deni la 1.54 trillion kisha unachukua mkopo wa 1.1 trillion? So utakuwa umefanya nini? It doesn't make sense mzee, it doesn't make sense kabisa. Ni kama unalipa 1000 unakopa 900 bro, unaelewa. So hakuna kitu ambacho umekitatua na wala hakuna kitu ambacho umekifanya. Then angalia kitu ambacho kilikuja kunishtua kwenye bajeti, na ukizidi kuangalia kitu ambacho kiliweza kunishtua tena kwenye bajeti ni kwamba elimu ilikuwa allocated 781.4 billion Kenya shillings. Elimu ni ya maana, ushaelewa. Elimu ni ya maana. Allocating this 781.4 billion sio shida, ila sasa tunaangalia ile
rate of unemployment ambayo iko Kenya, na sijasema kwamba watu wasisome, watu wanapaswa kusoma, ila the government is allocating a lot of money educating people while these same people, they don't have jobs. You don't allocate money to create job opportunities for these people. You are creating money to educate these people, but you are not creating money to create a good environment ya wao kuweza kupata ajira. Ushaelewa? That's why unapata kuna vijana wengi ambao wako nje, wako graduates, wako na elimu ya kutosha, lakini hawana pa kuiweka ile elimu yao. So the government has invested more in education bila kuinvest more kwa zile kwa ule mchakato mzima wa kuweza kucreate hii employment. Ushaelewa? Hawaja create ama hawajaweka pesa za kutosha za kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya hawa watu kuweza kupata kazi. Ushaelewa? So elimu iliweza kutengewa 781.4 billion Kenya shillings. Mzee, ila watu ambao hawana kazi, there is nowhere ambapo tumeambiwa kwamba wametengewa ama wametengenezewa mazingira fulani ama wametengewa pesa fulani za kuwajengea mazingira ya kupata hizi kazi. Ushaelewa? Ukienda kwa bunge limepatiwa shilingi bilioni 50.9. Ushaelewa? So mimi sijaelewa kwa nini bunge linapatiwa hizi pesa zote wakati wabunge wako na okay, I don't understand kuna zile shughuli ambazo zina run za ubunge, vitu kama hivyo, but these are a lot of money allocated for the parliament. Ushaelewa bwana? Alafu kuna energy ilikuwa allocated 529 billion Kenya shillings. Umeme ni kitu ambacho kinatusumbua sana hapa kwenye taifa letu, na umeme ni kitu ambacho hakijakuwa stable kwenye hili taifa. Ushaelewa? Kama mimi na wewe, kuna zile sehemu tu utapata kwamba umeme unapotea kila wakati, gharama ya umeme imepanda. Ushaelewa? Ila wametenga 529, this is almost 530 billion Kenya shillings kwa ajili ya umeme. So I don't know what happens pale kwa umeme, ni nini wakinafanyika pale kwa umeme ndio kuweza maintenance and vitu kama hivyo. I don't know, but I feel this is a lot of money. Then security is understandable, walikuwa allocated 300 billion Kenya shillings. Defense wakakuwa allocated 202 billion, tukizingatia kwamba security ni kitu ambacho ni cha muhimu na ni kitu ambacho kinatufanya tukue on toes, ni kitu ambacho kinafanya sisi tukue protected kama wananchi. So I don't see any problem ya 202 billion Kenya shillings na 299 billion Kenya shillings kwa ajili ya security na defense. And then kuna hii kitu kinaitwa housing and urban development, 138.2 billion allocated for just housing and urban development. Okay, urban development and housing, hizi vitu hata kwanza, kitu cha kwanza akiendi kutusaidia, hatujaiona kitu inatusaidia. This housing and urban development, okay, tushajenga Nairobi umekuwa mji mkubwa, then haitufaidi kitu, haijatuletea employment, hatujatuletea maisha mazuri, haijatusolvia yale matatizo ambayo tuko nayo. So sio kwamba you don't have to allocate money or you don't have to allocate resources kwa ajili ya hii housing ama urban development, but I feel it is too much to allocate for 138.2 billion just for housing and urban development. Alafu agriculture now, see where mahali ambapo kuna uhai mwanangu, mahali ambapo kuna watu, mahali ambapo tunahitaji sana, mahali ambapo panatuzalishia chakula. Ushaelewa? It is just, unajua ni pesa ngapi ambayo imekuwa allocated kwa agriculture peke yake? Agriculture peke yake imekuwa allocated 78 billion peke yake bro. Vitu kama agriculture nini mwanangu, lazima tule mzee, lakini it's only allocated 78 billion Kenya shillings. Licha kwamba hivi ndio vitu ambavyo vinakuwa vikue allocated pesa nyingi sana ili sisi tuweze kusurvive. Ushaelewa? Na pia agriculture pia inasaidia kwa sababu ukiangalia agriculture pia ina create a lot of employment. Unajua nchi nzuri ni ile nchi ambayo ina kuna chakula. So if you don't have food, you'll end up importing na kutoa chakula nje, ile hali sisi wenyewe tunaweza kuzalisha chakula. Na sasa hatuwezi kuzalisha chakula endapo bajeti za chakula zinawekwa chini, ile hali vitu vingine vinawekwa juu. Ushaelewa? Tunapatia vitu vingine priority ya juu, tunajisahau sisi wenyewe kwamba tunafaa kula, tunafaa kufanya nini, inafaa tuimarishe agriculture ya taifa letu. Alafu kuna youth affairs, sports, creative economy. I expected this one ikuwe imeallocatiwa pesa nyingi kwa sababu youth wengi hapa ndipo wanapo fall under
youth affairs, sports, creative economy. Hapo ndo penye youth wengi wanakuwa wana fall under. Na kama hii government ingekuwa ni government ambayo inamzingatia youth, ingekuwa hii government inazingatia employment ya hawa vijana, hapa ndipo serikali ingemwaga pesa, ushaelewa? Hapa ndo serikali ingemwaga pesa. Only 27 billion, that's not enough for these youth affairs, sports and creative economy. I felt that hii ilikuwa inahitaji pesa nyingi mno. Hata afadhali wangesema ingefika hata 100 billion at least, inge create vitu vizuri kwa ajili ya youth na sports and creative economy. Mimi sijui maoni yako ni ipi. Then tuko na trade and investment. Hapa pia ndo mahali pengine ambapo panazingatia sana employment of people, na watu kupata kazi, watu kukua na hizi kazi na vitu kama hivyo. Trade ilikuwa allocated only 19 billion Kenya shillings. Hizo ndo pesa ambazo zilikuwa allocated kwa trade and investment, 19 billion Kenya shillings. Regardless kwamba hapa ndo mahali ambapo Wakenya wengi at least wanaweza wakapata kitu nini, na employment nyingi zina revolve around this area. But ukiangalia haikuzingatiwa, ilipewa only 19 billion Kenya shillings for one full financial year. So ukiangalia hii bajeti, kuna wale ambao imewaridhisha na kuna wale ambao haikuwaridhisha. Ni bajeti ambayo inazidi kumfinya yule mwananchi wa kawaida, ni bajeti ambayo inazidi kumkandamiza, ni bajeti ambayo haimpi matumaini yule mtu ambaye yuko hapa nje kwa ajili, yule mtu ambaye anatafuta maisha mazuri, yule mtu ambaye anatafuta ajira, yule mtu ambaye anatafuta at least gharama ya maisha iweze kusonga chini. Vitu ambavyo vimekuwa allocated pesa nyingi ni vitu ambavyo hata havina maana sana kwa maisha ya Kenya, ila vimepatiwa pesa nyingi. Alafu ukizingatia pia wamekopa pesa nyingi, wamelipa pesa. Okay, wamelipa pesa wakakopa tena, so ule mkopo ni kama bado uko pale pale. So mimi sijui maoni yako ni yapi. Kuna wale wanakubaliana nayo, kuna wale wanakataa nayo. Mimi sijui wewe mwanangu, maoni yako ni yapi. So zidi kutuambia kwenye comment, tuzidi kusoma comment zako, tuzidi kujua kama kweli umefurahishwa na hii bajeti ya mwaka 2026 2027, au una feel kwamba hii bajeti imeweza kukandamiza wewe kama mwananchi wa taifa la Kenya. Sema nasi kwenye Mwanangu Podcast TV. Mimi ni wako Billy. Zidi kusubscribe, kulike na kucomment. Tukutane kwenye next video. Bye bye.